Tuanze na kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ya 3. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 13 na ule wa 14. Biblia inasema kwamba mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Biblia inasema mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi tuwasamehe wengine. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungu cha ukamilifu. Twende kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wake wa 8. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wake wa 8, Biblia inasema, zaidi ya hayo yote iweni na juhudi nyingi katika upendo, katika kupendana. Zaidi ya hayo yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo hustiri wingi wa dhambi. Ukiwa pale juu umeacha mstari wako wa juu kabisa wa ujumbe, andika nguvu ya upendo. Ujumbe wetu wa leo unasema nguvu ya upendo. Kwa neema ya Mungu nimeitwa kwenye huduma hii, pamoja ni mtu mwenye makeke sana kwenye injili, maana ni muinjilisti mkereketwa. Sasa napokuwa hapa natamani tuhudumiane kwa utulivu na kwa kujifunza kitu ambacho unachoweza ukakielewa na kikatusaidia kwenye maisha yetu ya wokovu. Somo letu linasema nguvu ya upendo. Upendo ni kitu cha muhimu sana. Kama unaweza kuandika, andika hii jambo. Upendo ni kitu cha muhimu sana. Kitu cha muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku inapoitwa leo. Upendo ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku iitwapo leo. Tunapoishi na watu wenye changamoto nyingi, watu wenye mitazamo tofauti na tabia tofauti na kadhalika, hawa watu bila kuwa na upendo kamwe hatuwezi kuishi nao, na wala huwezi ukawaelewa kwenye swala zima la imani ya Kristo ndani ya kanisa usipochukuliana nao katika nini? Upendo. Kwa sababu ni watu ambao wana tabia tofauti, wana mitazamo tofauti, changamoto zao ni tofauti na za kwako. Maana kila mtu hapa tumeokoka, lakini kila mtu ana changamoto yake ambayo ilimfanya kwa nini akutane na Yesu. Sasa namna ya kusaidiana katika kufaa ufalme ni mchakato. Sasa katika ule mchakato wa kukamilishana ni lazima tuwe na upendo. Maana kama hatuna upendo, wapendwa, tutakuwa watu wa kunyoshiana vidole na kutoana kasoro na kumuona mtu mwingine hafai wala hana maana. Na Mungu atusaidie sana. Kuna watu malezi yao ni tofauti na ya kwako. Kuna watu ambao malezi yao ni tofauti na ya kwako. Kuna watu unaowaona leo, lakini wamekulia kwenye mila tofauti na desturi tofauti na ya kwako. Wamekulia kwenye mila na desturi na tamaduni tofauti na za kwako. Lakini huyu mtu na yeye amekutana na Yesu. Na wote hapa tuko ndani ya kanisa. Sasa namna ya kuchukuliana ili tutembee pamoja katika kumfaa Kristo kama mwili wa Kristo, lazima tuonyeshane upendo. Mambo anayofanya yanaweza kuwa tofauti na wewe kwa sababu ya tamaduni na mapokeo na aina. Kwa nini ninazungumza haya?
Ninazungumza haya kwa sababu pasipo upendo ni ngumu kuhudumiana ndani ya kanisa. Ni ngumu kumsaidia muamini mwenzio katika Kristo kukua kiroho. Ni ngumu kama hauna upendo. Wakati mwingine kuna mambo watu wa karibu na wewe, imani moja, kanisa moja, ama watu wako tu wa karibu, kuna mambo wanaweza kuwa wanayafanya, kuna mambo wanaweza kuwa wanafanya na kwa uhalisia kabisa yanakukera, hata kama anasema ameokoka, lakini kiuhalisia kabisa yanakukera. Kwa mfano mimi binafsi, mimi nazungumzia mimi mwenyewe kwa Ukristo wangu. Mimi dada ambaye anavaa nguo ambayo inaonyesha mapaja yake, yani mimi nakereka. Yani waga najiuliza mara saba hivi, yani anajichukulieje? Mbona kama anajiona kawaida binafsi mimi yani. Sasa hiyo najiongelea ni mimi. Umeelewa? Sasa kama una upendo unaweza kujikuta, na usipoziwia hisia zako unaweza kujikuta mwisho wa siku inakufanyeje? Mnakuwa maadui. Sasa kuna watu wa karibu wanaweza kuwa wanafanya vitu wao kwa wao wanaona kabisa ni sahihi kwa sababu ya malezi yao. Mimi mwanzo nilikuwa inanisumbua sana mdada anasema ameokoka na amevaa suruali. Ilikuwa inanisumbua sana kwa sababu sisi kanisa ambalo mimi nimetokea mwanzoni kabisa, mwanamke kwanza kuingia kanisani hajafunga kichwa ni dhambi. Umeona? Na kuvaa suruali ndio hairuhusiwi kabisa. Na kuvaa nguo fupi hairuhusiwi kabisa. Sasa unaweza ukaona hiyo statement jinsi ambavyo inavyokuwa. Kwa hiyo unaweza ukaona. Sasa kwa sababu ya malezi na tamaduni kuna vitu ambavyo tunapaswa kuvielewa. Sasa kuendelea na watu wa namna hiyo tunapaswa kuwa na upendo wa hali ya juu sana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Sasa yako mambo kadhaa natamani tuyatazame, mambo muhimu ambayo mambo muhimu yatokanayo na upendo. Mambo muhimu yatokanayo na upendo yanayoweza kutusaidia sisi kama waamini katika Kristo Yesu, kama mwili mmoja, mwili wa Kristo, na tukikitazamia kichwa ambacho ni Kristo mwenyewe. Kichwa ni Kristo na sisi tu viungo vyake. Sasa naomba tukayatazame mambo muhimu yanayoweza kutukamilisha katika ule upendo wa Yesu, kwa sababu tunapozungumzia huu upendo tunamtazama Yesu mwenyewe ambaye alijitoa msalabani akafa kwa ajili yetu. Mimi ambaye nimesimama hapa nimeshawahi kukataliwa na babangu mzazi, baba yangu akunizaa. Nilitoka nyumbani kwetu nimemuibia kiasi cha shilingi 3,000 2008. Sasa 3,000 zipigie hesabu za 2008 zilikuwa kiasi gani? Nyingi sana. Nikatoroka nikaja Dar es Salaam. Nilikuwa mwizi kweli kweli. Hapo nimemuibia na mama 200,000, alikuwa anatengenezesha mashine ya kukamulia ngazi. Nikaja Dar es Salaam nikala bata zote zikaisha. Tukaenda kuiba Tandale. Nikakamatwa nikataka kupigwa moto. Matairi yamewashwa, wanitie moto. Akapigiwa mama simu. Maana aliyenikamata alikuwa ananifahamu. Ambia babake tunamjua anafanya kazi serikalini. Na mama yake tunamjua, watalipa kwanza hizi hela. Hapo tena rafiki yangu ambaye ndo nilikuwa naye ameenda zaidi ya 500,000 ameiba hapo ndani. Kwa mimi nimekamatwa pale, wamewasha moto. Baba anapigiwa simu, mama ametafuta hela akashakosa, amekopa kila mahali amekosa hela, akafunga mpaka kamba kitenge tumboni, akajua sasa mwanangu nimempoteza. Baba anapigiwa simu, ameshaweka maji kichwani. Kaambia huyo chomeni. Sasa blaza, hiyo simu yani imewekwa loudspeaker ili usikie. Mzee unasemaje? Nimesema choma, mniletee majivu. Mniletee majivu. Sasa fikiria hiyo ilivyokuwa. Sasa huwezi amini. Yaani mimi niliyesimama hapa ni muujiza. Yaani kuna wakati babangu akiwa ananiona niko nahubiri, anapenda kukaa hapo hicho kile chafu. Anakuwa analia tu. Yaani yeye analia tu, yani anajisikia raha, anasema nimepata mtoto mzuri uzeeni.
Kwa sababu nimeshamliza machozi ambayo nimeshamliza ni mengi. Kwa sasa hivi amebaki analia machozi ya raha. Kwa sababu amebaki hivi kweli ndo kalikuwa kananisumbua, kananichanganya, ni mateso. Mungu atusaidie sana. Hebu tuende kwenye haya mambo muhimu yatokanayo na upendo. Tutaendelea. Na kuacha hapo ili uwe na hamu na mimi zaidi ya kuendelea kutamani kujua vingi. Nilichomokaje hapo? Anajua Yesu nilivyotoka. Ila nitakumalizia ili uwe na amani ya kujua nilitokaje hapo. Kuna wakati nabaki nalia mwenyewe kwamba jamani, huyu Yesu ni mzuri jamani. Yesu ni mzuri sana. Jambo la kwanza, watu wa Mungu, tuko hapa kwa sababu tumesamehewa dhambi na Yesu. Tuko hapa kwa sababu Yesu ametusamehe dhambi zetu. Upendo wake Yesu haukuhesabu mabaya niliyoyafanya. Upendo wake Yesu haukuhesabu mabaya uliyoyafanya. Akakupa wokovu bure. Akakubali kuchukuliana na wewe kwa namna yoyote. Ukahubiriwa Injili. Ulikuwa hujitambui. Ulikuwa umefungwa katika kila aina ya mambo yasiyofaa. Ulikuwa umefungwa katika kila aina ya mambo mabaya. Lakini Yesu Kristo akakubali kuja kuacha enzi. Akashuka, akauonyesha upendo wake kwa kuutoa uhai wake ili mimi na wewe tuwe na uzima. Akatusamehe dhambi bure. Na leo tuko ndani ya kanisa, ndani ya mwili wake, kwa njia ya imani. Lakini kumbuka, sote tuko hapa tumeokolewa tukitokea katika tamaduni na mila tofauti tofauti. Na tuko hapa, kila mmoja anapambana na hali ya tamaduni yake kuishinda, kwa sababu ziko tamaduni ambazo zinatamani kuturudisha nyuma, kututenga mbali na wokovu. Yaani kututenga mbali na upendo wa Yesu. Kila mmoja anapambana na mazingira yake, kwa sababu yako mambo ambayo ulikuwa unayafanya huko nyuma yanaendelea kufanyaje? Kukufuatilia ili yakuweke mbali. Na tunapokuwa ndani ya kanisa, hatupaswi kuwa na mitazamo mibovu, mibaya juu ya watu ambao Yesu aliwafia msalabani. Maana kuna watu leo wako ndani ya kanisa bado wana mitazamo mibaya ya kuwatazama watu wengine kama hawajaokoka, afu yeye ndo ameokoka peke yake. Mpendwa, hakuna mwanadamu anayemsamehe dhambi mwanadamu mwingine. Ni Yesu pekee alikubali kuyatoa maisha yake ili tusamehewe dhambi zetu. Sasa Yesu Kristo anatufundisha, na tunaenda kuona mambo kadhaa ambayo ili kanisa liendelee kukua katika upendo, ili tuendelee kukua katika mwili wa Kristo. Jambo la kwanza, lazima tukubali kuchukuliana. Tuchukuliane. Sababu kila mmoja ameokolewa akiwa na mapungufu yake. Kila mmoja ameokolewa akiwa na dosari zake. Tuchukuliane, na kila mmoja wetu awe tayari kukubali kutengenezeka. Maana kuna wengine unawachukulia alafu hautaki kukubali kutengenezeka. Sasa tuchukuliane. Kitabu cha Waefeso 3, Waefeso 3 ule mstari wa 13. Biblia inasema hivi, mkichukuliana na kusamehana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Yesu alitusamehe sisi makosa yetu. Yesu alikusamehe wewe makosa yako. Wewe pia unapaswa kuwasamehe watu wengine makosa yao. Kipindi nilipokuwa na tabia za udokozi, siku moja kaka zangu, mimi kwa majina mengine, jina langu lingine ninaitwa Chiiza. Jina la nyumbani kule wananitaga Chiiza.
Jina la Chiza nimefuata mapacha. Mbele yangu kuna Kurwa na Doto. Sasa naitwa Chiza. Wengine wanaita Kiza, lakini kule nyumbani wanaita Chiza, yani chema kilichofuata mapacha. Sasa kaka zangu walikuwa wanaenda kulipiwa ada. Nikaziiba zile hela. Sasa nilipoziiba zile ada zao nikaenda kuoga bichi pale Kibilizi. Sasa nimeacha nguo na hela pale, si nikaingia kwenye maji. Kuingia kwenye maji wakabeba nguo na hela. Kwa nimerudi wakati mimi nimesubiria treni pale. Treni iko pale, nilishasema ndi hapa nimeshawaibia nyumbani. Maana kutoka Mahembe kwenda mjini sio mbali, nauli ni buku tu. Kwa niko pale kwenye na treni naisikia tu iko na unguruma titi hapa, najua tu saa 11 ratiba treni. Yule naenda zangu da. Hapo hiyo saa 8 jua linawaka, ngasema ngoja kwanza nikaoge maji ya mwisho wa ziwani. Kumbe wako ananichora. Wakabeba nguo na zile hela. Kaka zangu wakali. Sasa nikakimbilia kwa mama mkubwa wangu pale Kibilizi, ni maarufu sana, alikuwa anauza biashara pale sokoni. Nikaenda. Wakanipa kitenge nikajifunga. Kaka zangu wao wakanikuta, baba nilichezea kipigo. Kipigo. Karudishwa nyumbani. Kurudishwa nyumbani, mama yangu ni mlokole sana kwa kweli. Yule mama ameokoka. Yeye akaniombea, akaniambia huyu mtu hata kama mnampiga, neema ya Yesu itakutana naye. Kaka zangu wanasema, wewe unamdekeza sana wewe. Sasa sisi tunapata wapi ada ya kwenda shule nyingine? Hawa sasa mtapiga mtaua, ni ndugu yenu wa damu. Angalia mlivyo hapo, nimevimba kila sehemu. Yaani hapo mijohoro ilishaishia hapo, haihesabiki. Mamangu yale maneno mpaka leo waga nayakumbuka, na waga nikikana mamangu waga nakumbuka yale maneno ambayo na mimi waga namtia moyo, namkumbusha stories, anabaki analia machozi ya furaha. Sasa yale maneno alikuwa anaongea, ila mimi nilikuwa nayadharau, ila sasa hivi ndio najua nguvu ya yale maneno. Yaani sasa hivi nimepata Yesu, ndio najua kwamba yale maneno yalikuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Sasa Biblia inasema kuchukuliana na watu. Kuna watu leo, mna watu ambao mmewakatia tamaa kwa sababu ya aina ya maisha yao. Kuna watu leo mnawachukulia kawaida kwa sababu ya mfumo wa maisha yao. Nataka nikwambie, hata kama ni binti yako, hata kama ni kijana wako, usimchukulie kawaida. Chukuliana naye katika mapungufu yake na madhaifu yake, ukiendelea kumwombea neema ya wokovu. Kwa sababu wewe hata kama umemzaa, hata kama unamlea, hauna uwezo, hauna neema ya kumwokoa. Lakini akikutana na huyu Yesu, Biblia inasema kwenye Tito sura ya 2 mstari wa 12, neema ya Mungu hutufundisha kukataa ubaya. Neema itamfundisha kukataa ubaya mwenyewe automatically. Yesu atusaidie sana. Unapokuwa ndani ya kanisa, usiwe mtu wa kuangalia mapungufu ya watu. Usiwe mtu wa kuhesabu mabaya ya watu. Yaani unajua kuna watu kazi yao ni kuhesabu mapungufu ya watu ndani ya kanisa. Unamwona fulani? Fulani hajaokoka kabisa. Yaani yule kwa jinsi yule hana roho wa Mungu. Anajifanya pale mbele, hana sio kunena kwa lugha wala nini. Mpendwa, wewe ni Yesu. Wewe ndio unasamehe dhambi. Hebu jiangalie vizuri. Wewe ndio unasamehe dhambi. Hivi kama sio Yesu na wewe kukufanya hivi, wewe ulikuwaga unafaa miaka kadhaa iliyopita nyuma? Na wewe ulikuwa tu danga kama madanga wengine? Na wewe ulikuwa kibaka kama vibaka wengine? Kwa nini umuone mwingine kwamba hafai? Kwa nini uanze kumnyoshea vidole? Anapopata Yesu, Yesu anashughulika kutengeneza tabia zake. Kama ambavyo Yesu ameshughulika na anaendelea kutengeneza tabia zako, ndivyo ambavyo hata yeye atatengenezwa tabia zake. Jamani, Yesu atusaidie sana. Kwa chukuliana na watu. Unapokuwa ndani ya kanisa, chukuliana na watu wengine hata kama unamuona na mapungufu. Muombe. Acha kumsema vibaya. Acha kumtangaza. Unapoweza kumsaidia,
msaidie katika kumshauri lililo jema. Mpe shuhuda za kumuinua hata za maisha yako, kwamba yako mambo hata wewe Yesu aliwahi kukutendea. Sio unakaa unakaa unaanza Mungu hawezi kutembea na watu kama ni wewe. Mbona ameweza kutembea na wewe? Kama yeye hawezi akatembea naye, wewe unatembea naye katika namna ipi? Yesu anasema kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, usiwe mwepesi wa kutazama kibanzi kilichoko ndani ya jicho la nduguyo, wakati ndani yako kuna boriti. Unajua boriti na kibanzi ni chepesi kuonekana kuliko boriti. Sababu kibanzi ni kizingiti cha mlango, yaani ukiingia tu lazima ukutane nacho. Lakini boriti inayofungia mlango ni ngumu, maana yake lazima uende nyuma ya mlango, utafute mahali walikoiweka ile screw. Sasa watu wengi hawapendi kujipekenyo, yaani hawapendi kujitafuta makosa yao. Wanapenda kuyaona makosa ya watu wengine. Wapendwa, ili mwili wa Kristo ujengwe, usiwe mwepesi wa kuyaona makosa ya mtu mwingine. Kuwa mwepesi wa kujitafuta makosa yako mwenyewe, ili yeye ajifunze kupitia maisha yako. Jamani, Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo chukuliana na watu ili mwili wa Kristo upate kujengwa. Tuko hapa ili tutengenezane tuweze kufaa kule mbinguni. Hatuko hapa ili kupotezeana muda. Hatuko duniani kupoteza muda. Tuko kukamilishana ili tuweze kwenda mbinguni. Jamani, Mungu atusaidie sana. Kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 2. Efeso sura ya 4 mstari wa 2. Biblia inasema hivi: kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana kwa upendo. Umeona hili neno linasema kwa unyenyekevu wote. Yaani Biblia inasema ili kuchukuliana na watu wenye mapungufu lazima uwe mnyenyekevu. Sababu mambo mengine yatakuhusi, yatakukera. Nampenda mchungaji mmoja, ni mchungaji wetu wa section ya Ilala. Yeye ni Mkongo. Anaitwa Pastor G. Alikuwa mchungaji msaidizi pale BCC. Kwa sasa anachunga kanisa lile la pale Muhimbili. Yeye yule mchungaji amenyoka hivi. Unaona hivi alivyonyoka? Yaani hajavinda. Yaani yeye akikuona na mambo yako ya makona anakuvuta kwa, akwambia sasa huu sio Ukristo. Huu sio Ukristo, huu ni upagani. Awatembeagi hivi na Yesu. Sasa mimi mwanzoni alinisaidia. Sasa unajua mimi niko BCC kwa sababu sasa nimetokea sehemu zingine, nilikuwa na huduma. Sasa ndo na mimi nimepewa neema ya kwenda church plant 2021. Kwa mialiko ilikuwa mingi. Kwa nilikuwa situlika kanisani sasa BCC. Kwenye mialiko. Hiyo hamna kuaga, unamwaga nani? Weka. Huu sio utumishi. Unakimbia wapi? Wewe unajua unaandaliwa kuwa nani? Huyu ananionea wivu. Sasa hiyo ni mimi. Huyu ananionea wivu. Sasa kwa sababu watu umekaa hapa kama mchungaji msaidizi, unataka wengine tusitumike. Mimi nikikaa nafanya nini? Yaani mimi najiambia hivyo. Kumbe yeye ananitengeneza kwa upendo. Ila kwa sababu nilikuwa sijachukuliana na tamaduni yake. Unaona, nikaanza kukeleka na sauti yake yeye, yani ni sauti kama ya ukali, yani kama vile anakufokea. Yaani anakuelekeza kama vile uko anakufanyaje? Anakufokea. Sasa piga hiyo hesabu jinsi ambavyo nilikuwa nakutana nayo hiyo. Kaona huyu mchungaji kama ananionea wivu. Mimi sinaenda kufanya huduma. Kule mimi nimekaa tu. Sinaenda kufanya huduma. Sasa ndio maana nikakwambia kuna lazima uchukuliane na watu. Si unaelewa? Lazima uchukuliane na watu. Baadaye 20 na 22 ndio unakuja kumuelewa ni mchungaji wa aina gani. Kumbe huyu mtu ni mtu ambaye msaada mkubwa kwangu. Nilifanya mmoja ya kosa lingine, maana yule mtoto wangu wa kwanza wa asubuhi ulioniona naye ndiye ambaye alikuwa anaishi hapa nyuma hapa. Nyumba hapo, kuna nyumba iko pale barabarani, ngambo ya ofisi zile za nani. Kuna nyumba moja nyekundu iko pale ndiko alikokuwa anaishi. Sasa yule mtoto wangu amelelewa na yeye. Yaani tangu anazaliwa siku ya kwanza tu anaenda hospitali alikuwa na yeye mpaka siku alikuwa pale kwa mke wake mpaka mwezi mzima.
Kwa ni kama mentor wangu, ni kama pia ambaye ni mtu wangu wa karibu sana. Sasa baadaye ndio nikaja kujua ni mtu ambaye alikuwa ananiwazia mambo mema, lakini kwa sababu ya namna ambavyo mimi nilikuwa bado sijamuelewa, niliona kama ni mtu ambaye anayenionea nini? Wivu. Wapendwa, hata ndani ya kanisa kuna watu wanaweza kuwa wanakusaidia. Kubali kusaidika pia. Haleluya. Yaani kuna vitu mtu anaweza kuwa anakuona navyo, ni kweli ni mtumishi ndani ya kanisa, lakini kuna vitu unaweza kuwa unavyo havifanani, vina kasoro. Sasa mtu anapokushauri, anapokusaidia, kubali kusaidika. Hata kama hekima yake unaiona ni ndogo, basi kubali kusaidika. Usijifanye kiburi. Yaani usijifanye mjuaji. Nilitoa asubuhi mfano mmoja kuhusu kijana wangu mmoja Evodi. Sasa hivi ndo anakumbuka maneno ya Pastor G. Maana zamani alikuwa anacheza anajigaragaza, sasa hivi hamna tena kucheza, hamna kunini, yuko kwenye kazi fulani ametulia. Namkumbusha, bwana unakumbuka ulivyokuwa umekuja kanisani? Anacheka, anasema kumbe yule pastor bwana alikuwa ananiwazia mazuri. Mungu atusaidie sana. Mstari wa 32 kitabu hicho cha Efeso sura ya 4 mstari wa 32. Tena iweni na fadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameana kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Chukuliana na watu. Hata kama yule mtu aliwahi kukutendea jambo linalokuumiza. Sasa usiweke vioo vyeusi, usiweke tinted ukasema sitamsaidiaga tena. Bado anahitaji msaada wako. Bado anahitaji nini? Msaada wako. Yesu hajakuweka kuwa karibu naye, hajaweka awe karibu yako kwa kutokuwa na kusudi. Liko kusudi la huyo unayemuona ana mapungufu, ana madhaifu, ni mkamilifu, yuko karibu yako. Kuna kusudi la Mungu. Na kusudi lake ni kukamilishana katika pendo. Anasema ule mstari wa 32, tena iweni na fadhili ninyi kwa ninyi. Tusaidiane. Wenye huruma, tuhurumiane. Sababu wengine huko tulikotokea tulikuwa tumebeba mizigo mizito. Kwa wakati mwingine ni kama ninarudi kule ambako kwa bado nahitaji kuvutwa ili niendelee kumfanania Kristo. Jamani, haleluya. Na anasema mkisameana kama Mungu katika Kristo alivyotusamehe sisi. Lakini jambo la pili, nina mambo matatu tu kwenye ibada hii ya pili. Jambo la pili, mstiri mwenzio. Tunapokuwa ndani ya kanisa katika kujenga mwili wa Kristo, tuwe watu wa kustiriana. Kumstiri. Hivi kumstiri, si unaelewa kustiri? Kustiri. Biblia inazungumza sana masuala ya kustiri. Wanawake wajipambe katika kustiri miili yao. Sasa tunapokuwa ndani ya kanisa, kuwa mtu wa kumstiri mwenzio. Usiwe mtu wa mitazamo mibaya tu kwake. Mstiri mwenzio katika yale mema, katika yale mazuri yanayoweza yakamuinua na kukua. Tutazame Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wake wa 8. Biblia anasema zaidi ya hayo yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo hustiri wingi wa dhambi. Upendo hustiri wingi wa dhambi. Tustiriane. Tujengane ili kukua katika kumfanania Kristo. Hakuna mtu ambaye alizaliwa anajua taratibu za mbinguni, hayupo. Jamani, haleluya. Nani ambaye amezaliwa kwamba anazijua taratibu za mbinguni? Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake kwa upendo, ninyi mmepewa neema ya kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ni neema. Neema ile ambayo tumeipokea kwa Kristo Yesu ndiyo inayotufundisha namna ya kuishi maisha ya taratibu za kimbingu. Kwa lazima katika hiyo neema tustiriane. Methali sura ya 10 mstari wa 12. Methali
sura ya 10 mstari wa 12. 10:12 Biblia inasema kuchukuliana huondosha fitina. Imelirudia lile nani langu la juu pale. Kuchukuliana huondosha fitina, bali kupendana hustiri makosa. Hustiri makosa yote. Yaani sio makosa machache, yote. Kwa lazima pia katika kustiriana, ili tuweze kustiriana, lazima tuwe na upendo. Tupendane ili tuweze kustiria. Kama unaona kuna mwenzio ana tabia ambazo sio nzuri, unapojiona hekima yako ni ndogo, tafuta basi mwenye hekima. Maana kuna watu wengine ndani ya kanisa hekima uwaga yani ile hekima yake ya kukaa na mtu ni ndogo. Jamani, hivi vipawa vipo wala sio dhambi. Yaani na wewe mwenyewe lazima ujikague kwamba nina hekima ya kuweza kumshauri huyu mzee akanielewa. Nina hekima ya kumshauri huyu mama akanielewa. Nina hekima ya kumshauri huyu binti akanielewa. Ukishajiona kwamba hekima yangu ni ndogo ya kumsaidia, tafuta mwenye hekima ndani ya kanisa. Kwamba jamani, kuna jambo nimeliona kwa fulani, naombeni tumsaidie katika hili na hili na hili. Na wewe usibaki nyuma. Sio umtangaze, umstiri katika ukishaona kwamba mimi siwezi kukaa kwenye ile nafasi na hawezi akanielewa kwa sababu ya hekima yangu jinsi ilivyokaa. Tafuta mtu ambaye anaweza akamsaidia, ili yule mtu usije ukampoteza, asije akaharibika zaidi. Jamani, Mungu atusaidie sana. Haleluya. Hatuko hapa ili tuharibikiane. Tuko hapa ili tutengenezane. Ndio maana Biblia inatufundisha tuwe watu wa kustiriana. Mstiri mwenzio. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wake wa 22. Sura ya kwanza mstari wa 22. Anasema ule mstari wa 22, mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Tusiwe wanafiki. Unapomstiri mwenzio, hata kama umempa gauni, usimtangaze. Unaliona lile gauni limemkaa, kwani lilikuwa la kwake? Ana uwezo wa kununua gauni ule. Lile nimempa mimi. Lile la kwangu. Si unaona nilivaa tu sikukuu mara moja. Nilivaga kwenye ile nani sikukuu ya WWK mara moja tu, sikulivaa tena. Niliamua nimpe. Hapo umemstiri kweli? Ni kweli alikuwa hana nguo, alikuwa na uhitaji, na uliuona uhitaji wake, ana uhitaji nguo. Umempa, sasa mbona unamtangaza? Ulimuona hana kiatu kimepinda, kiraka. Unakiona kile kiatu? Nilimnunulia pale Karume 10,000. Sasa mwinjili, wewe unajua hana ubiri, sadaka zenyewe hapewi, za uinjilisti huko anapiga. Kwa mimi niliamua tu kumstiri kidogo. Wapendo, umemstiri hapa ama unamtangaza? Kumstiri ni kumsaidia alafu na kumtukuza tu Mungu aliyekuonyesha hiyo fursa ya kutenda mema kwake. Unamwambia Baba, asante kwa kunipa hii nafasi, lakini utukufu na kurudishia wewe. Sio kujiinua na kujitangaza kwa watu kwamba umemtendea nini mtu fulani. Tukitenda hivyo sio kustiriana, huko ni kuaibishana. Na mwili wa Kristo hatupaswi kuaibishana. Haleluya. Hatupaswi kufanyaje? Kuaibishana. Mungu anapokuonyesha fursa ya kumtendea lililo jema, mtendee, alafu rudisha utukufu kwa Mungu. Mungu atusaidie sana. Tumalize na kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 7. Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa 7. Biblia inasema ya kwamba huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Mstiri mwenzio katika kumvumilia. Unaweza kuwa unamuona leo ni mhitaji katika mazingira alionayo,
lakini kesho hatakuwa vile ambavyo alivyokuwa leo. Kwa mvumilie, amini kwamba Yesu yuko anashughulika naye, sababu Yesu ndiye anayebadilisha mazingira ya kila mtu kwa sababu ya upendo wake. Kila mtu anabadilishiwa maisha na Yesu kwa sababu ya upendo wa Yesu mwenyewe. Mstiri mwenzio. Leo namuona ni mhitaji, mstiri. Leo namuona ni tegemezi, mstiri. Leo namuona ni mtu fulani, mstiri. Katika namna hiyo hiyo alionayo, kuna namna Bwana anamtengeneza kulingana na upendo wake. Tumalizie jambo la mwisho. Upendo ni ukamilifu. Upendo ni ukamilifu. Mtu akiwa hana upendo hawezi kuwa amekamilika. Mtu akiwa hana upendo ni mwepesi wa kuona makosa ya watu. Mtu akiwa hana upendo ni mwepesi wa kujihesabia haki. Kwa hiyo upendo ni ukamilifu. Moja ya nguvu ya upendo, lazima imkamilishe mtu. Maana upendo unatupa kukamilishwa. Wakolosai 3 mstari wa 14. Wakolosai 3 mstari wa 14. Biblia inasema ya kwamba ule mstari wa 14 unasema ya kwamba zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Jamani, Biblia imesema ni kifungo. Hivi tunaelewa maana ya kifungo? Wako watu hapa wanafanya kazi serikalini. Wako watu hapa wanafanya kazi, wameajiriwa. Wako watu wamejiajiri wenyewe. Hata ukijiajiri mwenyewe si kifungo. Maana usipotoka, maana yake uhakika wa msosi ni mdogo. Si kweli? Kwa lazima utoke ili maisha mengine afanyeje? Yaendelee. Sasa maandiko yanatuambia hapa zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, na ndio kifungo cha imani. Maana yake kifungo kinakulazimisha ufanye kulingana na vile ambavyo kinavyohitaji. Mtu akiwa jela hafanyi vile anavyotaka yeye. Anafanya vile ambavyo kiongozi wake anamtaka afanye ndani ya gereza. Aiza kwa nyampara, ama askari aliyoko zamu, ama mkuu wa magereza mwenyewe. Kwa sababu kuna utaratibu. Huwezi ukaamka tu asubuhi ukafanya chochote. Lazima ufanye kwa utaratibu. Sasa Biblia inasema upendo ni kifungo. Yesu anasema kwenye Yohana sura ya 13 pale 14. Sura ya 14 mstari kama wa 13 na sura ya 15. Anasema ni amri mpya nawapa. Mpendane kama Baba alivyonipenda mimi. Ndivyo watu wote watakapowaona watajua ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Upendo. Yesu anasema amri nawapa, mpendane. Moja ya kitu ambacho Yesu aliwaachia wanafunzi wake ni upendo. Na ndio maana wengi Yesu alipokuwa ameshaondoka, wengi walimuacha. Lakini wale 120 kwa sababu walikubali kuchukuliana, wakakaa mahali pamoja. Wakasema tutaisubiria ile ahadi ya Baba mpaka itimie. Wakakubali kusubiria kwa siku 100 na kadhaa mpaka ile ahadi ishuke. Najua kulikuwa na changamoto nyingi. Watu 120 kukaa sehemu moja, kulikuwa na changamoto nyingi. Na moja ya changamoto zilizotokea ni msosi. Ndio maana tunaona hata baada ya kanisa kuzaliwa, hiyo ndio changamoto ya kwanza iliyoonekana haraka. Kwamba bwana, hapa kuna watu wana upendeleo. Watu wanawagawia msosi watu wengine. Umezidi sana, ila sisi wengine tunapunjwa. Umeona? Kwa hiyo walikuwa na upendo, wakachukuliana, lakini baadaye lile tatizo walichukuliana, walipoona limeendelea kuwa sugu, wakaamua kuliweka wazi.
Sasa Petro na Yohana wakasema sasa sisi hatuwezi kujishughulisha na mambo ya misosi. Acha tuchague watu waliojaa roho washughulike na mambo ya misosi, sisi tubaki kusimama kwenye neno. Maana mtatuchanganya. Ila ni kwa sababu lile tatizo lilikuwa sugu. Kwa hiyo upendo ni ukamilifu. Upendo unafanya mwili wa Kristo ukamilishwe katika lile pendo la Yesu la kuja duniani kutuokoa. Warumi sura ya 13 mstari wa 8 na wa 10. Warumi sura yake ya 13 mstari wa 8 na wa 10. Biblia inasema ya kwamba msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana apendaye mwenzake ametimiza sheria. Usiwiwe na mtu chochote. Hata kama uko ndani ya kanisa, umemwona mtu ni tajiri, ana uwezo wa kukusaidia, hajakusaidia, usiwiwe na mali zake. Ujui yeye paka pale alipofika amepitia amekutana na misukosuko gani mpaka yuko pale. Na uwezi jua yeye anakufikiria nini. Sasa usiwe ndani ya kanisa kuangalia watu ambao wana uwezo fulani kwamba niko hapa kanisani na mimi siku moja mtu atanigusa. Mtazame Bwana aliyekusamehe dhambi na umepewa neema ya kwenda mbinguni. Haleluya. Tuko hapa ndani ya kanisa kutazamia kumsubiri Yesu twenzetu mbinguni. Hatuko hapa ili kutazamia kwamba na mimi nitakuaga na gari, na mimi nitajengaga gorofa, na mimi sijui nitaishi maisha hii mazuri. Hapana. Wakati mwingine mke wangu ananiambia, "Mume wangu wewe mbona unapendeza sana?" Namwambia, "Yaani ungejua sijawahi kunuaga nguo hata siku moja, hata siku moja. Hata hiki kiatu unacholiona hapa nimevaa, nilikuwa niko nahubiri Karume. Mtu mmoja ameniona kiatu changu kimenani, akaniita akaniambia, "Mtumishi, njoo, hebu chukua hiki kiatu. Ninaamini Yesu atanitendea mema." Kinauzwa 70. Yaani kachanganyikiwa, akawa wewe umenipa bure ama vipi? Kwanza aliambia wewe vaa. Nikakivaa kizuri kweli, yani afiki. Ambia unaweza nenda kahubirie injili sasa. Yaani ni maisha ya muujiza. Usimtazame mtu kwamba atakupa chochote. Chochote kinachokuja kwako ni kama muujiza. Na kinachokuja kwako kama muujiza ndicho chenye baraka. Unajua kile unachopewa ulikuwa ukikitazamia, wakati mwingine hakinaga nguvu, hakina kumbukumbu la muda mrefu. Yaani hukumbukagi kwa muda mrefu. Lakini unapopewa kitu ambacho ulikuwa hujatarajia, bwana, ni ngumu kukisahau. Yaani uwaga ni ngumu, hakiondokagi kwenye maisha. Mko hapa watu mmeshatendewa mambo mengi na Mungu. Mmeshatendewa mambo ya kimiujiza na watu waliotumiwa na Mungu. Najua hamjasahau wema waliowatendea kwa sababu ulikuwa hujamuomba. Lakini kuna mtu mmoja umeshawahi kumuomba na ukijua kwamba atakupa na akakunyima mpaka leo. Kuna wakati mwingine ukikaga ukimfikiria, unasema ni yule jamaa hafai kabisa. Alikuwa na uwezo kabisa kunisaidia yule. Kwa nini amenifanyia hivi? Pendwa, Biblia inasema usiwiwe na mtu na kitu chochote. Biblia inasema usiwiwe na mtu na kitu chochote isipokuwa kwa kupendana. Kwa ukiona hata kama amekutendea kwa upendo. Sio kwa sababu anavyo, hata yeye alivyo navyo vina mambo kibao na havimtoshi. Haleluya. Kwa maana apendaye mwenzake ametimiza sheria. Kwa tupendane. Na moja ya kitu ambacho Yesu alikileta ni kuwa na kiasi. Umesoma kitabu cha Petro, anasema muwe na kiasi. Manake tulizika katika hali zozote na kila jamani, ni kwa upendo. Lizika kwa upendo, lizika vile ulivyo, lizika tu. Wewe lizika. Mimi bwana nakupa ushuhuda hii suti niliyovaa hapa. Nilimuomba mtu ambaye nilikuwa kabisa najua kabisa huyu mtu atanunulia suti. Wewe bwana, mambo ya Mungu. Ndio suti ya mahafali ya mwezi wa 11 mwaka jana. Sasa kweli alisema nitafanya, mtumishi nitafanya, lakini akapata hasara kwa biashara zake, akaunguliwa na duka lote.
Sasa utaenda tena kumwambia kwamba mtumishi, ile suti, yaani ameunguliwa duka la injini za magari afu mkumbushe suti? unataka kupigwa koma la Mungu? Ameunguliwa duka la injini za magari afu ukakumbushe suti uliomuomba? Kweli inawezekana? Mimi nikabaki tu namtazama Bwana Yesu, akamwambia Bwana Yesu, asante tu kwa neema yako. Nikapewa oda ya kupeleka ya kununua suti. Nilianunua suti dukani kwake, akanipa suti ya bure. Ambaye kwa sababu umekuja kununua suti kwangu, basi na mimi nakuvika suti, mtumishi, ukapendeza. Kwa Mungu akanitendea kwa namna hiyo. Kwa kuna vitu vingine kuna vitu unaweza kuwa unavitazamia, lakini sio Mungu, ni mawazo yako na maono yako. Wapendwa, tusiwaangalie watu, tumwangalie Mungu. Na chochote mtu anachokufanyia, anakufanyia kwa upendo. Hivyo basi usibaki na manunguniko rohoni. Usiwabebe watu. Usimbebe mtu. Mpende Yesu. Acha kuwapenda watu kwa sababu wanakupa vitu. Usimchukie mtu kwa sababu hajakupa chochote. Mpende Yesu aliyekusamehe dhambi. Haleluya. Penda Yesu aliyekusamehe dhambi. Na tuko hapa kwa sababu tumesamehewa dhambi na Yesu. Jamani, amina. Hatuko hapa kwa sababu kuna mtu fulani tuko hapa kwa sababu ya Yesu. Jamani, haleluya. Tuko hapa kwa sababu ya Yesu. Upendo ni ukamilifu, na anayetukamilisha ni Yesu. Acha tuangalie hapa. Wakolosai, tunamalizia ile ya mwisho Wakolosai 3:14. Ni Warumi, tunaenda kwenye Warumi hiyo 8. Yes, ni Warumi 8 mstari wa 10. Yes. Warumi 8 mstari Warumi 13, Warumi 13. Warumi 13 mstari wa 10. Ndio, Warumi 13 mstari wa 10 ni hapo. Anasema pendo halimfanyii jirani neno baya. Pendo halimfanyii jirani neno baya. Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Usimfanyie mtu baya hata kama aliwahi kukufanyaga baya ndani ya kanisa. Hata kama kipindi hajaokoka alikufanyia mambo mabaya, wewe usimfanyie baya. Jamani, semempa Yesu maisha yake. Yesu anamtengeneza. Biblia inasema pendo halimfanyii jirani neno baya. Basi pendo ndilo ukamilifu wa sheria. Tusifanyiane mabaya ndani ya kanisa. Tumalizie andiko la mwisho, Efeso 4 mstari wa 3. Hilo ni andiko letu la mwisho, ni kumalizia ushuhuda niliponaje. Efeso 4 mstari wa 3, Biblia inasema ya kwamba na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Wapendwa kanisa la Mungu, mwili wa Kristo, tujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha upendo, mpaka pale Kristo atakapokuja kulitoa kanisa lake ambalo ni mimi na wewe. Tujitahidi kupendana. Haya mambo matatu ambayo tumejifunza hapa. Chukuliana na watu madhaifu yao. Watu wana madhaifu mengi. Moja ya udhaifu ambao mimi kwenye kabila langu la Kigoma napambana nalo mpaka leo, na ndio maana mimi nikiwa kanisani sitaki masuala ya ukabila. Sitaki. Nimeukataa ukabila wa Kiha. Sitaki kabisa ukabila wa Kiha. Mimi nataka ukabila wa Kiyahudi wa Yesu mwenyewe. Ukabila wa mwana wa Mungu. Haleluya. Maana ukabila wa Kiha ni mbaya sana, ukabila wa Kiha. Sisi bwana kule kwetu Kigoma tunaishi kimatabaka. Unajua kimatabaka hatuchangamani. Kwa mfano sisi kijiji chetu hakiongei Kiha kabisa. Sisi kijijini kwetu hatuongei Kiha. Lakini ukitoka pale kwetu kwenda kijiji cha pili kinaitwa Ngungwe, huko ndo Kiha kipo. Ukienda kijiji cha tatu kinaitwa Kinazi mbele ya Kuitanga, Kiha kizuri. Ukienda Manyovu Kiha. Lakini kwetu Kiha hamna. Tena hata ukienda Bitale pale Kiha kipo. Ila kwetu Mahembe Waswahili kama wa Ujiji. Sasa moja ya watu wa Kigoma hatuchangamani kwa sababu kuna watu wa aina ya matabaka. Wengine Kasuru, watu wa Kasuru wana tamaduni zao za Kikasuru, watu wa Manyovu wana tamaduni zao za Manyovu, watu wa Kanda ya Ziwa wana tabia zao za Kikanda ya Ziwa.
za kibembe kibembe na watu wa hapa katikati wana tabia zao za kuchangamana pale za kiujiji. Watu wa hivi nguruka mauvinza hivi wana tamaduni zao. Sasa ukiwa huelewi wanaweza wakakuchanganya. Sasa kumbuka sasa Yesu amemuokoa huyo mtu. Na wengine hapa ni Wanyakyusa, wengine hapa ni watu wa Tanga, wengine hapa ni watu wa wapi. Mnajua basi watu wa aina ya tamaduni zenu mnajua. Sasa tusaidiane kulingana na tamaduni zetu ili tumfananie Kristo. Tusitembee kama tamaduni za kikabila zinavyotutaka tutembee. Jamani, haleluya. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie tuvunje tamaduni zetu ili tumpendeze Kristo Yesu. Yesu anataka tumpendeze. Kuna jambo la mwisho hapa. Wapendwa, hatuwezi tukampendeza kama hatuna upendo. Yesu ni pendo. Ukimpenda yeye atakufundisha namna ya kuwapenda wengine. Tupendane. Tukipendana, Kristo atatukuzwa kupitia maisha yetu. Na Mungu apewe utukufu. Ukiwa unajiona kabisa nimepungua katika swala zima la upendo, dumu katika kuomba. Biblia imesema waite wazee basi wakuombee kwamba kwenye eneo hili nimepungua, nahitaji kuinuka, nisiwe mtu wa mitazamo mibaya. Hivi unajua kuna mwingine tu akija kanisani hapa hajapewa nafasi ya kuongea, anaenda nyumbani, ibada yani siku hiyo haijawa nzuri. Yani ibada yani hawakuniona kabisa, hakunitaja hata jina mchungaji, kwani hukuniona kweli? Kwa hiyo yani pendwa, tunakuja hapa ili tukutane na Yesu. Mimi mwenyewe niko hapa ili Yesu anitengeneze niweze kumfaa katika ukumbi wake ule aliyokwenda kutuandalia. Tukubali kutengenezeka ili tumfae Yesu siku ile atakaporudi kutunyakua. Hebu simama kwa miguu yako.